Welcome to the DC, the Dingy Corner podcast. Ni aje wase, welcome to another exciting episode ya DC 106. Ni Moffat, kwa nyumba tuko na leo a very different crew. I think mtaacha wenyewe wajiintroduce. DJ Luna. DJ Luna? Yeah. Yo, Kirik Mamwiko hapa, kawaida. He was truly, as usual, Ruben aka Mr. Ru. Karibuni sana to the show. So topic ya leo ni that's why we have DJ Luna on the set. Anyway, so topic ya leo it's all about love and attachment. We just want to delve into the different types of love that we have from time to time with different people and how they affect our day-to-day lives. And yeah, that's why we have Mamwiko on set again today on our second show of the year. And DJ Luna, karibuni sana to the show. Thank you. Tunaweza delve in. Yeah. By the first time nilisema hiyo topic tuachie Mr. Ru introduce, tulikuwa tushajua ndiye msemo mwenye ana understand the story ya love. Understand aje. Mimi ndio msemo mwenye ana understand the story ya love. Mimi tukisema story ya love, when you overstanding basi kama mimi na understand. Overstanding aje. Yeah, so I think basically we just need to break it down first. What is love and attachment, and then see how, in affect day to day, sort of society and individuals as such. So maybe nianze na Mamwiko, maybe umekuwa kwa set before, unajua you know the drill. Yeah, wago na set. Yo, what is love? Yeah. Mapenzi To you, maybe if you don't understand. Love is a feeling. Ni hiyo that feeling that you feel when you see someone mwenye unapenda mostly. Someone mwenye how will I put it? Could be your mom, your dad, your girlfriend, hata your even dad, your dog. your bro, It could be anything. Your car. People fall in love with food and all that. Yeah. different things. So for me, love is just that feeling. You're feeling that tingly feeling that you feel when you see something or someone. It has to be tingly. What's your opinion, maybe? For me? Yeah, basically, does it have to be tingly? Meaning maybe you have a different opinion towards what you just mentioned. Okay. Mi naweza sema love is a doing word. It's a doing word. Yeah. Unaweza ambia msee, yes, ni actions. Unaweza ambia msee nakupenda mbaya sana, but actions zako. Yeah. So to me, actions inafanya unajua this is love. Alafu ingine si love. Yeah. Ni kutumiana, or kuna maybe something you're gaining. Yeah. Okay. But maybe you could bring another aspect. Actions unajua ziko na variety of range. I'd say whatever actions maybe wewe unataka might not be necessarily whatever the actions the other person is doing, and according to them you love yao. According to them you ndio yeye anafanya hivyo, anajua that is the love he knows ama the love she knows. Na wewe pia on the other side una feel like that's not enough because there's a love that you already have an anticipation of. Unataka ikae reciprocation. Basically, I think what it's trying to say is your way of showing you how you love that person or that kama ni mnyama or whatever is different from the way they reciprocate. For example, unasema unataka flowers, na mimi sikubai flowers, but maybe I do other things that I feel will make you love me as opposed to how you want to be loved. Okay, it's not. I don't know if I'm putting it correctly. Even that's whatever nilikuwa na try to bring out. You know, wacha tuseme kuna you can't love me how you want to love me. You should love me how I will feel I'm loved. Labda wewe you feel ukifanyia mtu, ukinibaia flowers, umenionyesha unanipenda. But mimi on my end na feel tukichill tu ndio uko sawa. So
way you can be doing hiyo kunibaia flowers, but every time nikikuona na hizo flowers zako za takataka na shanga huyu ni nini? Anafanya Huyu anaenda wapi na hizi flowers? amekuta thought to it. Yeah, exactly. Ameandika kakada. Ameongeza tu chocolate, ameongeza So we kalamu. ask people, how do you want to be loved? I think even as we're going into the month of love, unasema February ni month of love. So unasema wadau hapa nje wazee kuna flowers kama madem. Usiguess tu, as in kuna ulizia how do you want to be loved? Like ukifanya nini? Ndio maana unauliza mtu what do you like? But maybe whatever I like, najua vizuri sana, I can't impose it to you. Like okay, kuna vitu zenye zina play in pia. Let's say wewe unataka flowers, then that guy can't maybe buy give me flowers, lakini anaweza kuletea chocolate. Eh. Akileta chocolate doesn't mean that Akupendi amekam vile. Akupendi. Akupatia 100. Inamaanisha bado anapatia 100 but to his level. 100 to his level. to a certain level. Okay, yes, Kwa uta uwezo yani. appreciate, but still haita hit kama flowers. kama hiyo yenye wewe mwenyewe unataka. Hata kitu kama flowers, sema tu kama flowers. Juu unajua hiyo itakuja na chocolate na itakuja na flowers. Lakini wewe umependa chocolate. Chocolate peke yake. Si Na yeye alikuwa anataka kwa uwezo yako, flowers. lakini according to you at that time, so wanasemanga it's where the heart is. Wewe umejitolea, umejua hati yangu mzee leo inataka, Na hapa ndio mfuko inafika. na mfuko inataka tu chocolate. I'll give you an example. Msee dem amebaiwa gari, sema I was seeing something on the socials dem alikuwa amecha gari ya family 7-seater. Alikuwa specific to I think a Lexus. Alafu sijui akaletwa gari gani which is equivalent, na perform exactly the same, but because it is not the specific vehicle type alikuwa anataka, ana jam. Na huyu msee amejitolea, amesema okay, mimi sina hiyo, maybe hiyo mita 10 for example, niko na mita 5, wacha ni buy ile naweza afford sahi. I mean, at the end of the day, I think it's also communication towards, you know, some certain actions, because naweza kufanya hizo zote alafu useme iwezi, alafu mimi nishinde sana nifanye nini hii gari. Sijui kwa Na umeshanunua gari. no, umefanya from love, I mean, at the end of the day, it's what the person has put into the energies ameweka pale, thought process, ameangalia pia finances zake ziko hivi. Amefanya ile anaweza. There's a lot of things going play. Exactly. Chocolate flowers, maybe flowers need too expensive. I can't afford right now because we still have rent to pay. We have this. But then when I come home with that, una feel hizi ni gani. I think communication basi. So maybe mtu akikufanyia hivyo first time and you don't like it, at that time appreciate, you know. But when ndio maana mnakonga na hizi dates na assume blanda kama hiyo ni at first, you know. With time ukiwa kwa date unamwambia yo costly bana. No, but kumbe msako hata anadai hizo vitu zote. Unacheki. Okay. Anyway, so tumongelea hiyo, umesema ni love ni feeling, au umesema love ni doing what. All right, sawa. So kuna types of love. Kuna ukipenda mother ama ukipenda father ama your brother or sister, hiyo ni love gani? Ukipenda family ni love gani? Hiyo ni family love. Ni family. Ni family love. Hiyo ni family love. Ukipenda dem na Charlie ni romantic love. But unajua for family you guys mko na a bond, like kuna kitu yenye na bond together yenye ni beyond kitu unaweza explain. So by design automatically by blood automatically uko forced kupenda huyu mzee. Hata kama anakubo ama anakufanya nini, like bado unajua. So okay, kuna some, and that's why unapata sisi ka maybe mother mambuyu we kwenye wewe mazewe ni outcast, not outcast per se, but like anyway tu ni mse tu sumbua labda unaibanga, lakini bado utapelekwa ndani watakuja wakutoe mara, you know. However the number of times like atakuachilia tu siku kadhaa ukaekae kindani kidogo for punishment purposes, lakini bado hata atakuwa anapigia karao labda kujua mse anaendelea aje ndani. But for punishment anamwambia tu ule mse lazima service number of days, lakini hata kama kutoe. So you can imagine. Na kuna mwenye ameiba amepelekwa ndani, wafika atashinda tu akikuja kumuona jela. Kwanza unajua Crick alikianzisha about nini? About kupea masaida yeye. Mamuko akianzisha stories za love hapa hivi. Alikuwa specific sana na nimekumbuka he love the enemy. Hii iko kwa Bible ya kulove enemies.
ali mention vizuri could love ni something towards someone like mwenye you already have a preference of some sort to. What about someone you don't have some preference to some sort to, but hii moja ya Biblia, hii love your enemy as you love yourself. si love your enemy as you love. But it's hiyo pia ni type of love manze. ya enemy wako. Manze, it's a type of love. Hauwezi mchapa yo. Hauwezi Kuna mfanyia nyongeza kitu mchapa. yoyote. Like you can't go to the extreme. So kuna hiyo tu boundary mtakuwa nayo, but they are still there. Na bado hata ukisikia yako yeye ni mgonjwa ama nini unakuwa concerned by the way. You never noticed. Utakuwa concerned. Okay, inategemea basi ni enemy to which level. But utafuatilia hiyo story, alikuwa mgonjwa aje Already uko concerned. ako usigani, sio that's concerned. So that's some type of enemy-ish, love-ish hivi, but bado ni love. Bado ni love. mapenzi. It's some toxic love actually. So maybe the other thing yenye tuja touch on, it's how did raising up, like how did Growing family, up, like your upbringing ili shape You love how you love, how you love in every aspect, that is sija kulimit to any specific aspect per se, like let's say maybe how your parents related, right? How did it shape the way you love become. at this particular time? How do you love differently because of that? Okay, mi naweza sema growing up, for most part of my life grow with a single mom, you see. So I've seen my mom doing everything on her own, you know, to the extremes. Ile design yenye unajua leo kinaumana, then from nowhere unaona tu madhe amepata solution. So kuna wase wengi, you know, when you are in need, when you're asking for things from a point of need, kuna wase wengi wenye they'll promise you things na hawata deliver. Naona sasa kuna kongana hizi trust issues. Ukiangalia mtu unajua the first thing yenye una expect ni disappointment kwanza. Unless something major happen ndio ikuwe positive, but first thing that I expect from you ni disappointment. Okay, Mr. Rume amekuangalia. Anataka kuchapa minus. Sasa hizi ndio kuna on your points out. Kuna story ninakumbuka vile umesema hivyo. Nilikuwa nachiki kwa I think WhatsApp or something. So msee ilikuwa nika forward, msee amechado. Amekuja kugonga mlango na landlord. Niaje? Mazee umekaa sijui miezi ngapi? Kuna do fulani unafaa kusort, na kama itaweza kana kesho wetu toka. Akatry kuplead endeka kwa aka stand firm. Anyway, so amepata deadline kesho morning by 8. So si ikabidi hiyo usiku aende tafute, akapiga masimu nipigie mamwiko nipigie, yani like I call people and everyone is telling me by the way, mimi sasa hivi penye niko ni hivi na hivi niko na commitment. Anyway, so eventually akaenda start kutafuta job. Sasa akaenda kutafuta kawera tuka kufanya usiku, at least I get something. Apatie landia amuoneshe kuna hiyo kuna commitment. So nizoea akagonga na gari kadedi zile dozi tulio na hawa senya alikuwa nitia do. The time you needed. Yeah, like when you needed that money, mngenipatia tu nusu hiyo do. Hata si water, walichangia everything like funeral expenses, kila kitu akachanga. Although of course ilikuwa ni storyline, but I mean ni kitu happen in real life. Sasa una need your do, maybe hata tu kumove from one point to another, when utafute hustle yako. So unaitisha tu msee hata tu 200 tu nifike tu job, nifike nipige jioni nione vile na kusort. Msana kwambia alafu job inapotea hivyo, inabaki sijui kuna nigga like unakosa kuachieve hiyo kitu yenye someone else ange kusort na ingiane. Yeah, they're just going by her story, ndo nikakumbuka hiyo scenario. But yeah, I mean but hizo vitu, but now such kind of things zinakuanga rooted from where? Because you can imagine you have a valid point ama a valid reason as to why unataka msea kusaidie,
but at that particular point hiyo ukimwambia they might not feel like they'll not it's, go out of their way to do it for you Yeah, because but people when it already is have when it is tied like, nini hizo like everyone is tight at unajua some maybe point. okay muangalia hivi unajua sasa tuseme for example mi nawe tuko na certain friendship ama relationship unajua naweza come through and maybe sasa unajua maybe sitajituma ama utajituma but because sasa inaenda kwa public because I need to mofal to adonga ama sijui ni get Someone else will be utakuwa ni kama more of like stroke ego yako pia wasiseme tu ni mbaya si ati unasikia mofa ametoa 10 when uzikwe na sasa labda ulikuwa unataka tu ka punch tu from one situation to another situation na bado ungerudisha na bado ulikuwa ushamshunda rudisha lakini sasa so hiyo ni love gani hiyo yote ulikuwa ushasema hiyo kitu ni sana it's something that actually happens most of the time and from time to time sana so ile umsa ameondokea unajipata sasa hiyo umeenda sijui ma meetings za arrangements sijui nini umejitolea kutoa sijui nini natoa gari natoa nini umsa alikuwa anataka hiyo upeleke interview yeah so that's really a touching situation but anyway back to the topic love and attachment tuna differentiate the two maybe we've not delved so much into the attachment bit of it because unapata uko attached to your mom more than your dad ama you're attached more to your dad more than your mom and vice versa and you know bros kuna bro na relate na yeye more than the other na kuna sis maybe unaweza indulge on so much but hao ni watajua so where do we then is it draw the line or where do we then choose who to tell some things or work your way through with certain people and not with other people just I don't know kuna kuanga na wale wase kuna ile kuanga na ile theory ya first born hawezi kuwa anapenda second born lazima apende ule by the way kwa hiyo kitu inaendangaje first born na third born wataelewana lakini first born na second born hivi came up with that theory hata mimi nasikianga hiyo theory at some point ina make sense ama first born na second born okay so tuasimu kwa wawili kwa family sasa huyu atachukia number 2 sasa mnajua tu venye mtaishi like mko sawa lakini si ati mko sawa sana like but I think it's usually mkigrow but then after mshafika age fulani hiyo anga inabidi tu sasa ni either tuishi vile tunafaa tuishi ama tusiishi because tusiishi no yani as in miss join kind bro na mseta kwambia miss huyo siwezi mwambia ama mko tight sana kila mtu anaendelea shughuli zake anaita best friends wake brothers more than the brother blood brother nani get but I think kuna vitu mingi zina play sana kwa hiyo vitu angalia kitu kingine kama historia ya boarding unapata watu fulani watoto we by the time umezaliwa brothers zako wote wako boarding school una grow wewe pia unaingizwa boarding school unamaliza shule hata mjuani hiyo ni kweli relate unapata best yake anamjua kushinda anaweza kwambia au msee huyo achane ako tu sawa na wewe real brother unaona ni kama kuna issue lakini unaambiwa na best yake huyo ako tu sawa so unapata kuna hiyo bonda mko nao from the onset so hata mkitry kuiforce inakuanga haiko ni okay wundi bro wangu ndio lakini unajua like it's in the core but si kitu inakulazimisha wewe ndio sasa ukihitaji blood group fulani itabidi umtafute lakini sasa hiyo hata yani sijiko na but ata come through wale wase wenye wana coming through because ni family wanajua vizuri wewe ni family lakini si ati to do anything about it wengi in families we are not friends you know we have to be friends first before being brothers and sisters but sasa our parents our develop your friendship
kila saa ni competition, unaona. Kwa nini wewe ufanye hivi kama brother yako, mbona ufanye kama sijui sister yako? Ukikuwa na something, seme first born, second born analilia, mpe ni mtoto. Hata mimi ni mtoto. Hata mimi ni mtoto. Nyote ni watoto. Unapata hiyo age difference, it's not that big. Sijatosheka kwa mtoi peke yangu, kuna mtoi mwingine. So the moment this kid amekuja, nimekuwa neglected, you know, as a firstborn, nobody cares, ni wewe uchunge mtoto. Nobody cares that bado wewe ni mtoto. So unasema families, you grow up na hiyo resentment. Uambi, but uko na hiyo resentment. Everything enye you wanted your parents to be doing for you as a kid, hawafanyi. Yes, but you see them doing exactly kwa huyo brother yako mdogo. Ulikuwa unataka wakati yenye unaenda shule wanakupea do a certain amount, hakukuwa nakupea cause maybe at that time halikuwa haja develop, unaona. But sasa wewe as a kid hauyuko kwa ushailoko kwa mind, sasa uko na resentment, unaona, unacheki ile design, mimi nimalize tu nimalize niende boarding ama nimalize nitoke hapa hivi niende shughuli zangu. So parents inafaa wa cultivate the culture ya friendship. Friendship, let your kids be friends first before being sisters. And equal. Because you know, I can't choose my sister but I can choose my friend. So hiyo vile una cultivate hiyo competition na jealousy kwa yo, unaanza kuambia mtoi, unajua kuna mtoi mmoja atafanana saidi ya baba, mwingine saidi ya mama. Sasa unaanza kusema vile huyu si smart. Wengine wakikuja kama back. So kuna hiyo hatred. Unacheki cousins, juu your mother na their in-laws wako na issues, wanafanya pia nyinyi siblings mnakuwa na issue. That's true. Because so, unapata maybe family ikigrow kulikuwa na issue, manko buda na brother yake walikuwa na issue. Sasa na hiyo issue ni karibu serious. Kuna beef zingine za utoto bana. Una beef ya ujio. Mimi budangu hakuwa anampenda. So mimi pia simpendi. I know, right? Like True. But anyway, nataka at least ni kusaidia wazazi for once. So kuna kitu kingine you happen, at each particular point you get a different mzazi. Ukizaliwa mzazi wako kwa a certain age pia anafikiria differently. Akisonga the more anaendelea kugrow, unaendelea kuinteract naye at different levels. Yeah. So hata yeye pia akianza he may not be it penye yuko. So unapata wewe pia badala uhil, wewe pia naye unaendelea kupeleka trauma. Unateremsha trauma chini. Unateremsha trauma chini. Ukisikia jibu yako amefika, una click unasema huyu mtu amekuja. Maybe utapata like the kind of relationship mlikuwa na budako ama na madhako, maybe hiyo time ulikuwa na experience hizo traumas ni like he said, maybe utapata pia budako pia ama madhako alikuwa na stress zake za job, stress zake za do, unenaje shule, wewe umekuja hapo kumwambia vile sijio, unajua sasa anashindwa sasa niache kufikiria hivi. So like anakuambia toka hapa mjua ya hasira. But yeye pia anapitia stories zake bana. Ngate maparo ulikuwa unaweza relate na mother poa, ndio pia yeye ni mkali lakini kuna vile unaweza relate lakini buda akiingia akisema tu manze tafuta place ya kukaa. Kwanza ukiona budako na cousins wako ama na watoto wa mtu mwingine unashangaa nini anawachekesha nani my brothers na mimi anachekesha bana. So alafu unapata maybe later in life pia sasa vitu zimetulia, things are easy flowing, unapata mnaweza relate naye better but bado umeshikilia ile huko I think maybe that's when unafaa kukanga chini na budako maybe ama madhako unamkalisha tu chini as a grown up mnamwambia mimi kuna review mnaongeleshana mnaambiana vile kulikuaga na vile sasa kuko na vile pia mnaweza penda iko huko mbele na hiyo story iishe. Ndio I think umesema kitu important sana. Hata unafikiria inafaa ifanyike. ati unaitwa wazazi AGM. No, like you guys just have a sit down, a talk down. Mnaenda tu kahawa mnakaa chini na mshauriaje mzae. But they have to be willing though. They have to be willing. And that's why you need to bring that friendship first. Unafaa create your friendship. Unajua utamapproach that unamka
mkiamka tu siku moja unamwambia ni aje. leo Hapana. tukae Una build up tu chini. pole pole, unamtease na majokes zingine, unaona akicheka kama acheki, unaona bado it's not the right Lakini time. si yeye ndio the parent. Si ndio inafanya kutizi hivyo akiona kama unacheka ucheki. But hao sasa unajua setting yao ya kitambo ilikuwa Hata inawaambia. saa hii Bado hata wewe hiyo na setting mpenzi wako hata hiyo setting haijatoka. Huwezi jua, so not necessarily hata best yako tu unaweza call him hurt in maybe your actions or whatever you did, and if they don't tell you because they're the ones hurting, Yeah. then it's not, if you wait for them to speak about it, they'll never speak They'll never because speak about it. hawaoni kama kuna shida. Mi nishaiuliza but mi aliniambia Alikuwa hizo stories zako. kumbuki. Acha niwe. But Pia. ulitwa kwa roho. Nikajiambia bana vitu zingine unaweza kuwa umeweka. Uko sure ulikuwa na project pia ama walikuwa wanapigia story na madhi alafu alikuwa anakupoison then una Taambiwa akumbuki bana na huwezi fanya kitu. Juu anataki kukua accountable. Of course. Wacha nikwambie. Wewe Unaruka hiyo story. kwambia pole. Ati Like sorry. just tell me I'm sorry. mi you kuna know? vitu zenye I Hata think uexpect mamangu hiyo story. aliniambia Hawezi do. Na pia hata expect but aliniambia na like aliniambia in a good way ile ya akujua na aliniambia tu point blank yenyewe mi sikujua hiyo at that particular time hiyo kitu ilikuwa hivyo ilikuwa story yangu ile nilikuwa naambia ya art nini drawing zangu akinini vitu zangu ya drawing. Akisema For the smallest usomi things. Smallest things. aliniambia baadaye si hakuwa anajua that point. Nani ukweli at that particular point yenyewe hakuwa anajua na mimi Nini hizo unachora si hold by the yeye alikuwa anafikiria nini hizo unachora hapa na hiyo ni passion yako. na kumbe hiyo ni passion mimi nataka Anaguza nyota yako. anaguza nyota yangu. No, nani alikuwa anasema nani Aisha Speed. Si initially alikuwa anaishi na madhake na madhake alikuwa against his streaming. Then akaanza kumove. Yeah, fathers Eh, father can come support na hiyo. fadhake akamsupport lakini when Aisha anaendea awards the mom that's my son. That's my son. Rada ya kitu yenye huku kwa unadai. Wewe nakona ni kama ungemtaka umonja Maswali zingine ngumu sana. But unajua nini mimi for such a long time juzi ndio nimehave get experience that for real my mom loves me. Like yes you know your mom loves you. Mwambie ndio akisikiza anajua. Okay. I was going through it manze. Unacheki ile wakati yenye hakuna kitu ina go right. Kila kitu manze, kila kitu yenye unatry aiendi. Then nikasema wacha niende home. Hata si eti nikasema juu bado una force issues. My mom calls me ananiambia yo ni aje, ebu come home. Naenda home randomly tu. Sayo kimeumana. Sasa unajua nimemove from LD to Nairobi. Sina contacts, sina friends, niko in a new town. Mambo yangu haiendi. My mom calls me naenda home. I'm trying to reach out to people wenye wako na jobs nini. Hakuna mse ananipea feedback. Yani it was time for me to go home. Ungekuwa kwa jeneza urudishwe nini? Wangechangia mbaya. Paka wenye wanakutoa Nairobi. Na vile ungemwaga pombe kwa kaburi yangu. Maze. Anyway, so I went home nini. And through that period nilikaa home like a month. My mom alikuwa ananihandle ka a kid. Okay, juu pia watu wengine walikuwa wameenda shule, wako shule. So you're the only kid around. Yeah. But during that time ndio I knew my mom loves me. And then akani sort some money hapo hivyo nika sort some issues zenye ilikuwa inani like good amount of money hadi nilikuwa zile za mamangu ametoa wapi ndio yote. But ananiambia tu you go sort yourself. And then I was like kumbe this is how it feels to have a parent that you can count on, you know. Si kila time ni wewe unatuma do home. At some point hata wanaweza reciprocate. So that time my mom I knew what I knew. I used to know but I knew. Mtambaya something nice. For Shizo. Yeah, tutambaya mpaka kikombe ya chai ya kutoka Binji Corner. Alikuwa anakunywa nayo chai. Anakunywa tu chai anakumbuka hivi anasema
kabisa. So yeah, like just Wewe nini imewahi kukuhapenia ukarealize I'm loved? mi ujamini nimekuwa, I think if you've been following the episodes, kuna episode moja nimeongelea deeply talking about my parents, because I was raised by my aunt, and my parents still lived in Shags. So madangu alikuwa amekuja Nairobi visiting, kidogo nikabidi ni pop, so sinikapopia huku nini, lakini nilikuwa siko very okay. So nikapelekwa hosi, so ikachukua time, akarudi Ocha, nikaendelea kukaa huku na auntie alikuwa sayo ana mtoi, so pia akakuwa attached na my story, so akasema acha nikae mpaka ni get better, alafu ndarudi, na hivyo ndo nilibaki Nairobi, because nilikuwa na sasa ndio my cousin brother akazaliwa nini, so nilikuwa hapo, tukaendelea, nikaingia chuo and so on and so forth. So like both sets of parents wamekuwa there for me for the longest period, of course, until they all moved on kuona Saja, but wamekuwa for me, nimekuwa tu na mixed, nimekuwa na a bouquet of love from both sets of parents, auntie yangu na uncle na mother na father. But of course I have so much I can talk about, so hatutaki kukulimit to parents. To parents. Well, hiyo swali ilikuwa very very open. Kuna place tunataka, kuna kitu tunataka, kitu tunatafuta. Mapenzi. Kama tulikuwa tunamtafuta, mzarua na hiyo story Anaenda So huko. okay, so able to face your question again, let me Ni nini mtu amaika kufanyia and then Ukafeel umependwa. Umependwa. umse ananipenda, umse this person has the best of my interest Okay. in them. I think for me one that just comes quickly to mind ni I think there was a time nilikuwa niko na spinal issue, my back ulikuwa na issue, and then there was this work friend of mine nilikuwa nafanya job, so tulikuwa tumeenda job outside town, na saa huko sasa kuna mtu mmoja anajua ni sema tumetoka na wewe ama tumetoka na any of you, tumeenda job, so yeye ndiye alikuwa hapo na and like for the longest nimeenda hosi, nimefanywa ma checks, nimefanywa ma scans and all that, and they were always there, like aka reach out to my family, aka go yani unajua ile ku make sure ako hapo all the time. Unajua kuna vitu zingine mimi nikisha kupeleka hosi na shindwa sasa, what else can I do more? Unajua juu wewe si doki but sasa alikuwa nikae ndo doki na nataka kujua nini inaendelea, ni unajua cause ilikuwa umepata medication mpaka naangalia ma bills na make sure hizo vitu zinaenda as venye nafaa, as vile zinafaa, like kama kuna dawa anataka ku make sure hiyo dawa ulipewa, hiyo dawa ni si ati kama hakuna ina scrap you out of the bill. So I mean wewe ni mtu ameenda above and beyond to make sure that unajua your wellness is being taken care of, and I think for me that really comes out as a show of love from a brother. And I think that's for me, that is what like comes out as Love. tingly. tingly feeling. Tingly. Na wewe Leon, ni nini wewe imewaika kufanya uka click to this is love? Mamwiko himself. Mofa. Niuliza. Bro. Ama bado hujapata kitu yote, Ama hujafika hiyo level experience bado. hiyo kitu. I always relate. Unajua baby girl anaona hii. Hizo tutasema aje, but hizi vitu za birthday, that's common. Hiyo ni common. Okay, ni common but si common. Eh? Ni common but si common. Okay, If nani that ashai is what kufanyia? made Maybe it- someone has never done a birthday for you for the entire Eh, na umefanyiwa Existence moja of hapo hivyo, planet moja noma na imetick. Hata si noma. Hata Just- moja tu, hata tu statistics. birthday lunch. Manze, so but hapo hivyo tukisema kwa kupendwa naye nimependwa.
Umependwa sana ama? Lakini huwezi sema ni Huwezi because pinpoint. you can't Huwezi pinpoint ni pick up a, mambo ni mengi. Siwezi pinpoint, manze. A lot has been done, a lot has happened and mambo vile, mambo iko sawa. Hakuna moja yenye nipatie stand story ya out. Madha. Kuna story ya Madha ulipatianga na Ya ile time mlipata accident mkiwa mnaenda sijui New Year's ilikuwa mnaenda manze, kuna New Year tulipatanga accident. Kitale. Tulipata accident na motorbike last year first. Sikukwambia Uliniambia ile ya gari. Bro, umekuwa na accidents mingi. Nimekuwa na Usiani alikuwa na accident ingine na naambiwa ile ingine ya gari. sikukwambia hiyo ya bike nilikwambia tulikuwa na Kumbe ya conceive. gari mkiwa na kina Ven ama ni Morgan. Hiyo ya Morgan ilikuwa nimekuwa na accident gani? Buda. Manze. mimi nakumbuka uliongelea sana juu ya mama vile alikuwa there for you all the time. Hiyo Si- by the hiyo time tulipata accident. Tulipata accident manze first last year tulipata accident tukitoka club. Ilikuwa imefika asubuhi nini tumecelebrate, tumefurahi. Si unajua Warutumo? Tulikuwa na bike ya Warutumo. Saa tumechukua bike ya Warutumo. Warutumo ameshazima kwa house, bado tulikuwa sober. Saa ni ile tuko too excited it's a new year bla bla bla. Tukachukua bike tukaenda. Kwa ndo nataka kwenda West Pokot hapo kuna kwa mlima fulani tuive asubuhi. Sunrise na so naelewa hii mambo ya Unasema ni movie. romantic. Umeenda romance. Manze, unfortunately we didn't make it. On the way tulipata accident, tulicrash like baya, hadi kuna maalama niko nazo yako na maalama like kuna maalama haziwezi isha. Hizo tu za bike tulicrash na tukicrash somehow nikitry ku reach out for help nilidial namba ya madhangu, alafu hiyo time sikuwa naongea. Okay, for me naweza sema pia Ulikuwa subconscious. ilikuwa mbali, utasikia mauchungu manini. So ni ile, alafu ni ile kwa natafuta mse nimepata accident na yeye simuoni manzi, amekanyago ameenda wapi? Niko tu hapo na shout nikampata, alikuwa fiti. So the whole time my mom was listening. Mi hata sikuwa najua. Mi nilikuwa tu najua niko peke yangu because I was like hakuna mse, no one is coming to save us manze. Kachukua bike nikaamsha hiyo bike, ilikuwa imevunjika pembe kiasi but bado ilikuwa it can move. Si tukapanda bike tukarudi hadi kwa hao. Mbona kwenda wapi? Msaidie kwenda hosi. Kwanza kwa hao manze. Kudu bike iko damage manze, hata mimi nilikuwa tu nataka bike ifike kwanza nje ya hao manze, ni mpaka hapo. Unajua wako in shock. Manze phone imepasuka, like tulikuwa like kwa tu fucked up. Alafu ni fast manze. Tumeingia hivyo kwa nyumba nini, tumekaa hapo kwa bed tunalia tu, hata hakuna kitu kingine tu. Ni machozi tu. Mwenye bike amezima hata ajui what's happening manze. Kidogo naona manze ana call. Rada nini? Mko wapi? Mko poa? Niko kwa nyumba. Nasikia mmepata accident nini. Manze akakam through nini akatupeleka hosi. Tukapigwa hapo ma injection manini. Hiyo ilikuwa fast by the last year. Last year ilikuwa mbaya. Hizo manze. Last year ilikuwa mbaya. So hadi ikabidi tumeenda home, nikakaa home kama 3 days hivi. 3-4 days. Unaona venye family you can always like in case of anything mbele kukikataa kabisa inakuanga hata yeye alimention kulikuwa kumekataa karudi. There's that home like kuna ile la Waka prodigal son. East West, yeah. Rudi tu. Anakuambia come, just come. Kusema nimekula yote. Nimekula all hata my wealth. wakikuongelesha vibaya unajua wanakuongelesha lakini at the core there's more Kuna to hiyo there's that love. So it was a rough year for me by the last year. It was very rough, very rough. But mom was always there for you. Mom is always there, and then but itajipa.
Shajipa Hakuna kwa live. option. Any day above ground is a blessing. So I mean, bora uko hai, una walk, una breathe, unafanya vile God alisema ufanye. Hiyo ndio ina Alafu tena mimi ni msee wa single mom. Mzae bana aliingia nyasi. Mjini. Mzae bana aliingia story ya church. Kwani chachi iko na issue? chachi nakataza Akaenda wazee like umza mato aliingia church na akafuata hizo vitu za Bible venye inasema venye if you decide to follow Jesus unaacha familia nyuma nini. Unaacha mali. Unaacha like mali. aliendaga kwa The guy, Psychophant. alafu alifuata wase wa award, alianza na wase wa award like alifuata, but for me nikikuwa primary I was really disappointed. High school I was like umzae shida yake ilikuwa gani, hadi yende alifanya nika analyze hiyo Bible. Sasa nikasema hii Bible huku hivi nasoma, hii Bible inaniambia hivi, huku hivi inaniambia like alinifanya nikakuwa like alifanya curious kutaka kujua. Nikakuwa curious manze. Mbaya sana. So for me nilifeel like alitoa bando na kaenda juu ya story za jaba, because at the end of the day you have to face everything like a man man. Hata ikuwa imeharibika aje manze, you just have to stand up man. But do you think from point yake ana feel pia I'll make the manly thing maybe according from the Bible venye aliinterpret ikamwambia yes hizi penye yako ako anafanya the Russia's thing, but wewe from your point una feel ni kama ilikuwa amekuwa abandon or I don't know. Kuna kitu rahisha sana. As a family man, the Russia's thing to do ni to take care of your family. That's according to you. That's a good No, but command your God. Yani tukisema maybe according to us. Okay, according to me, si ndio? Yes. Command your God. According to meaning, yeye. love your wife as you love the church. Sasa yani kwa ile commandment ya Jesus. Sasa Jesus by the disciples wake hawakuwa na familia. Yeah, they didn't have a family. They did. No, they had families. Bro, man. I'll tell you, I met with my dad. My dad told me, nilikutana naye saa years later after I'm done with high school blah blah blah. Umsa alipotea nikikuwa class 4. He disappeared. Nikakuja nikakutana naye around 2020 hapo hivyo after COVID hapo 2022. Mi tu nilikuwa nataka kumuona. I just wanted to see unakaaje, how is life nini blah blah blah. Bro, unaniambia ati all your life you've been just walking because the Holy Spirit told you not to walk. So hujaipanda gari. So hajapanda gari? Hujaipanda gari. Like upandangi gari, you just walk. Gari ni ya shetani. Me I don't know man. Like spiritually ati nilimwombea. Nimwombea. But how will you handle that? Yeah. Surely? You can't. See, na You prayer can't too. handle. No, That's na why you prayer can too. pray from your own point. Yeah, that's what I'm saying. Na prayer too. Like you just pray for them and He's more spiritually active than you. Sasa wewe utamwombea. no, it doesn't akuombee. matter. Like before God, prayer ni prayer. It doesn't matter. Okay. So well, maybe uombe like maybe the prayer will be God maybe wafanye mwelewane as in from their point I mean, to your just what point. you wish for a father to be, you just pray for that and leave it to God. For me nilisema ni sawa. But how will that shape, how do you feel about nini life right now in terms of having a family? Is it something yenye nakufanya una feel you want to have a family or how would you want to be different ama wewe pia unataka nakwanga chwani hiyo story ya ku have family. Jua lai if I really wanted to have a family saingekuwa na mtu wili. If I really wanted to. But hapo hivyo naye nakwanga reluctant. Mi naweza sema someday I'll say my story. Unajua mi nakam kwa familia yenye iko scattered bro, and we are all over. That's the problem man. We are scattered and we are all over. Find my uncle ako huko, mwingine ako huko, people don't talk. Naget, that's even the family imeoperate like even ndo mmelelewa, even ndo like But you know you can change that. You know how? ni ngumu bro. No, sasa with your cousins, not with your... Nyinyi ndio mnaforce. Nyinyi watu wenu mtaforce wazazi. Either wa conform ama waeleka huko, lakini nyinyi you build... You need to stop it from your point. Let's say, upate moto inawaka hapa,
wewe utachatua moto wake ati juu iliashwa na mtu mwingine, si unaweza isimamisha alafu unaweza enda kusimamisha moto uchomeke. No, but what I'm saying is that it's something you can try and within your cousins, But maybe from Mamwiko's point ni it's of no value like right now to like unajua kuna ile relationship you want to mend, right? Na kuna ile ingine yenye hata wewe pia uko like Mimi Yeah, so, I mean, ya friendship budangu is naye intentional. naweza. Budangu mimi naye naweza try to but for, because hiyo ni hiyo ni important. But for family, me naona it's way above my hands. I have way older people than me. They are seeing all these things happening. Mbona hawa yuko concerned? Why should it concern me? True. it's an opinion. So for me, normal. Anyway, story for another day. History ya nani Mamwiko ni Interesting. inataka a whole hour. So but mi ndo nimekwambia hiyo story bana. But heal. Usiachilie ikusumbua akili. Ikusumbue akili. That's why we are in this side of the town, man. Usiachilie ikusumbua akili. Anyway, maybe nafikiria the other thing tume love tumeiangalia sasa sana from maybe a family point. Is there any other point ya other love that is maybe away from That is where Love Doctor anakuja. Love Doctor sasa anakam in here. I think there ulikuwa unasema how many types of love? No, attachments. Oh, attachments. Attachments. Yeah, actually now we're talking about attachments. Attachment Yeah, styles, maybe just ndio. delve into that, yeah. So attachment styles, the way actually ni yote ina go back to how you will feel loved, how you think you need to be loved. Iyo point ndio ina determine your attachment style. So we have 4 different types. Kuna secure. So secure ni gani? Secure ni yenye you're good. Unacheki lenye uko kwa relationship. Okay, hisi ni relationship, sio? Uko kwa relationship. So hii ni man woman relationship. Man woman. Ama mother son. No. Hii ni man woman. Ini Relationship. relationship between So uko kwa relationship haujaongea na mpoa the whole day. But auanzi kusema ati amekuacha like you're good, unajembe tu labda kuna something that he's doing atani call. You secure. Okay? Anxious ni ile yenye amekwambia atakucall 1 na imefika 1:10. 12:59. Mbona atani call? Text chat. Manze huyu mtu anipendi. You don't love me. Uko once akose kushika. Tuachane. Usha type. Hiyo ni anxious. Hiyo ni anxious. Uko na avoidance yako, yani unaona tu. Though anxious wako na low avoidance. Watu wenye wako na anxious style ni anataka tu hiyo. Ni anxious. Anataka hiyo reassurance. Yeah. Reassurance ile design yenye bado tuko pamoja. Alafu kuna avoidant. Avoidant sasa to the moment anaanza kurealize ameanza kukupenda ama mmeanza kukua close ama imeanza kuitisha more, imeanza sasa imeanza kukua serious. Sasa saizi you're my boyfriend. Sasa hizi we need dates. Sasa hizi we need to do this. We need to buy this. Anatoka wewe unakuja sana. Left group. Rudi, you know. So hiyo kutoka ni kutoka like official, not official, okay, officially ama ni kutoka ile silently? It depends na mtu. Kuna mtu unashanga we were good. Tumekuwa sawa, tumetoka date. From how you feel loved. Unajua saa zingine una feel uko suffocated. I think sometimes pia ni foundation ya hiyo love because if from the onset mimi nakwambia mimi sipendi sana niki let's say hiyo kutextiwa ama kukoliwa, mimi ni call once a day, mimi niko sawa, lakini wewe unataka kunicall 20 times kila saa and then maybe I think but nini nilifanya ukaanza kukata kutextiwa sana? No, see, just your nature. Like communication like yako space yako you're comfortable like, on your naturally wewe ukitextu mtu asubuhi ni aje kufiti umamka poa, maybe the next time utatafuta naye ni jioni. Na uko tu sawa unless kuna emergency au kuna kitu ya maana ya mnafaa ku resolve. But then utapata kuna mtu amekweka bumper mazee
Have you eaten? umekula Please eat for me. But I think kuna hiyo levels pia. I think pia me at some point I was doing that. Kwa was texting blah blah blah. Over But text. at some point ukigrow up una realize pia msee anataka space yake. But don't you think that in a relationship unafaa kuna zile siku zenye mnafaa mkwe na such kind of moments, alafu kuna zile siku zenye mtaemploy But other now streaks, in like her you, case, you keep switching in her within the same thing. description, I think what she means is that one is overdoing Over the the other. other. Yeah, so when it gets to maybe serious levels where like sasa inasema sasa inabidi sasa tuende tuone wazazi. Manze si Mi tayari penye kwanza penye tuko Umeenda sana. unakuja sana. Eh. So I think ni foundation and how you guys maybe like from the onset mlianzaji relationship yenyu have been communicating over time. Is it something both of you are comfortable with? Is it something we can change? Na kama yezi change then unapata juu amtaki kuongelelea inabidi one of the parties ana fall back. mi nafikiria according to me whatever inanifanya na kwa like maybe na any nini about that kind of side, it's always revolve around how we perceive nini marriage as a whole. So umeingilia topic nyingine hapa bro. As a whole Marriage. thing. Najaribu kubring party, najaribu kuleta penye ninatoka. Si tunaongelea tu relationship. Usiingilie juu ya marriage. Marriage tutaongelea siku nyingine. Like in the same case, like it either cuts across. For me, a relationship, what's that aim for that relationship? Is it short term, long term? Like, and if it's long term? basically chenye najaribu kuambia is the concept of marriage is the one that makes decisions zangu za dating unafika like mahali unakuwa like na hii si venye unaangalia the bigger picture. the bigger picture, but sasa wewe uko una get bigger picture yangu unaona sasa hata ulikuwa umepotea. No, nasema hivyo ndio nilikuwa kusema najaribu hivyo kubring like yeah ungeisema the bigger What's the picture, bigger picture within this the concept relationship? of marriage itself. Hiyo ndio ina guide huko nyuma like whatever decisions you make right now in terms of the person you're dating ama how long it has to be before you move to the next step ama how you want it to be handled. You have it planned out already. It's what is it something yenye nita tolerate at the end of the day, because I don't want to start something yenye I won't be able to keep up with. So we amekutext 100 messages. 100 messages kama siwezi kudeal nazo sasa sita deal nazo sasa. Umejibu tatu the whole day. So I mean at that point in time is first of all is this person the right person for me? Do I want to tolerate this? And if not, am I communicating to them that this is how I would like us to move? And such kind of things. Yeah. Now, the ultimate goal is whatever makes you're referring to. Like whatever I'm referring to. Yeah. Okay. Because the concept of it, hiyo ina determine on how I'll act hapa katikati ama what will I tolerate, because utaanzishwa na text mingi utataka kutext back as much maybe because your time is interesting, but how long are you going to be able to sustain it? Uta maintain. Utafika place so I don't want to put myself in kitu yenye haiwezi. Yeah. So I'd rather deal with it mapema than actually kuna hiyo honeymoon phase ama wanasemanga hiyo honeymoon phase inabambanga manze. Hadi unasikia mate ni mzito. Na una text. No ni malaika. It has to come from a week. So those are three you've mentioned. Oh yes, and then kuna avoidant anxious. So hiyo ni katikati yenye I crave for the attachment lakini pia na distance. Natamani hiyo closeness because hiyo yote inamatana how you perceive space. If I don't talk to you for 2 hours, it doesn't mean I hate you. If I'm going to work, it doesn't mean I'm going to do other, focused. You know, if I want, let's say, tumekana wewe sana and then nasema yo, ebu wacha tu niende nikae kwangu kiasi, it doesn't mean I hate you. I just want my space. You just want your me time. You know, I just want my me time. Tuko kwa nyumba, we don't have to talk
kila saa. It doesn't mean tunaachana Ati kuna jioni. issue. We're good. Nakumulika Like, mi naweza kuwa sito, walk we bedroom, and that's okay, you know, it's just space, nothing big. But still, mtu mwenye uko na anxious attachment, unaweza date mtu mwenye ako secure. But usifanye makosa ya kukuwa anxious na udate avoidant. You will cry. Utakuwa anxious kila siku. Utateseka. Utakuwa anxious kila siku. kama ananicheat. Na anakupatia reasons. Inaendelea. Alafu wase wengi wenye wako na hiyo attachment ya avoidant, wengi uko na mabeshte wengi, because you know most of their relationships ni shallow. I don't need to have a deep thing for us to be friends. So niko hapa hivi nimeona wewe umeanza tunaona ball na nini alafu hiyo tu imeisha hivyo. Tumesonga mbele. So when your anxious partner is looking for you and you're not around, unaona anakubo, akikucall unakata, unaongeza hiyo anxious state yake. Aurudishi hizo calls. Manze, unaona. So inafaa Unampisha jioni zile amedoze. Ndio maana wase wenye wako na hiyo attachment ya anxious hukuwa prone to fall into toxic relationships. Because you know, one time I'm hot, the next I'm cold. So you're hot, cold, I chase you, alafu na pull back, so unani chase. So nimesema anxious wako insecure about space. Secure wako it's good, we'll talk. It doesn't mean we're okay. Just because tuko na issues saizi, it doesn't mean tunaachana. Like issue moja, solution C, let's break up. The solution, yeah. Tuta sort. Lakini hiyo story ya break ni wasibaya. Unaweza penda break. Ati mtake a break. Let's take a break alafu Si break tu, kila mtu ende left right. Inakonga tu mnatafuta an easy way ya ku manage situation, kujidanganya ati Unajua sasa pia ni like they say if you love break alafu mrudiane after. Acha niulize swali. Mkipeana hiyo space, alafu mtu have sex amecheat. Kama because you guys are not together. Kama mmewachana. Break ilikuwa ende a cheat. Ni break But kama break ilikuwa nini? you need to clarify. Ni Is break. is it break, yeah? Yeah, hiyo tu space, hiyo tu niende break. niji ground, uji ground. So you're still my girlfriend at that point in time? Yes. But you're still We're communicating just- as my girlfriend and But nyamaziana. no, we Hiyo are umecheat. communicating lakini Minimum. Kama bado you still call her your girlfriend, then Hiyo you umecheat. cheat. But kama mmesema let's call it quits, alafu maybe after Tuone mbele. 3 months later bado kuna Viene. katingly feeling kana tingle. Tisho ni kutingo. Unaweza Unarudi tena. yeah, true. Unaona. I think we've tumeikula hiyo topic vizuri, ama bado kuna some pointers maybe guys have, but This na pointers, but Mi unaweza ongeza something. What was I saying? I was saying an avoidant can date an avoidant. But sasa au unapatana wale wasa wenye mnakaa pamoja, hamuongei 3 months, then mnapatana tena mnaongea for 1 month, tena muongei for 3 months. You're good. but Yote can mna that avoid. can that amount to a relationship that is going to be long lasting, ama itakuwa tu ni you guys will have an on and off until paka ile siku yenye mtaa? Itakuwa on but this is off. mostly on dating. Kama ni does that apply in marriage? Kuna wenye wako pia married na you know marriage si marriage zote ziko determined na love. Kuna zingine ziko bound na business. By the most of the marriages nimerealize Kuna ni ingine business. ni Kama business. Ni monkey business. Ma family. ni business, ni biashara. That's your Like kama for example Kitale, mi nimekaa Kitale and I've seen families zina intermarry, rich families are intermarry. Rich families. Hawezi leta msee hivi kwenyu bwana. Uni nani? Ukipeleka msee kwenyu wanataka kujua kwao Wanakaa Kina nani? ni kina nani. Nacheki. Waki like families zina intermarry because of value nini. Yeah. Like
ni mchezo tu wa town hapo hivyo. Wametoa tu wase kwa nini? Manze like Uko tu hapo hivyo married for the sake of the name. For the sake of the name. But ukiangalia legacy. kitu yenye wife anafanya. by the way, like unaenda wife ako huko hivyo Manze. na tu vijana mzae Mzae pia ako huko hivyo. pia huko na tu lakini vijana. ni family. But Ni it's tena wako na ring. na Mtu uwezi hatoi ring. you can't separate You can't that. separate them. Si ni kama hii story ya huyo dem Opande na Marion. Si you see Opande is married. You can't separate that. Huwezi. Hauwezi separate Hauwezi hiyo separate ndoa, it. hata ufanye nini. Hauwezi. Na unajua by the way, speaking of it, you know Opande haezi acha husband wake juu Marion alienda akafunguliwa nguo openly. Ingekuwa wife yake ndiye amefunguliwa nguo ndiye angemwacha. Same thing yenye Samido na Karen Nyamu na the wife. Samido haezi acha wife yake juu ya Karen Nyamu cause kuna more, si about love peke yake. Kuna more, as much as Karen Nyamu ni senator. Sijui kuna nini, si about love. Kuna structures enye lazima waangalie. Wako family bound. Wako family bound. Wako Even with the family rings on the hands bado tutapata watu na So there's more to whatever binds people. There's more to whatever inaweza weka together. There's more to love. It can't just be a feeling. That is more of an attachment in as opposed to love, because mko attached for particular reasons. Mnajua kwa nini mko kwa hii biashara, ati kwa hii Ni biashara. 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 Kwa hii shughuli. You know why you're in this arrangement, and maybe you have your whys and why nots, not to live. So I think we've delved into that topic as we would have, but not as we would have loved the topic to, is because very broad. The topic is a bit broad. Kuna mambo mingi. So hopefully we can get to discuss more of this if you guys tell us to repeat or Expound. on it. Expand on a specific thing pia. Yeah. It's been Dingy Corner 106 for you. Today's show has been graced by the lovely DJ Luna. The baddest. The baddest, the illest. Yeah, ukitaka reach out, tutakuwekea handle yake pale chini, but she's a very good DJ. Ulisema ni wapi pale? Village Market, El Toro. Naenda kila mahali, the whole of Kenya and beyond. Yeah, the true meaning of freelancing. Kuna mamwiko mwenyewe. Tuko na MC Mamwiko. Manze Curie manze hapa hivi building Curie hapa hivi Ndio hiyo sasa. Multi-talent. kabisa manze. Super talented. Marketing, producer, MC, graphic design. Yeah, Mambo ni mingi. FYI issue and produce. So he's a producer for the day and for even the previous episode. So please tutakuwekea link yake pale chini. Please reach out in case you need to, and please follow the two for us. Tuwapatizo ma followership. So don't forget to like, Share. Subscribe. And leave a comment hapo hivyo manze. notification buttons, but please hit. We love you, and until the next one, it's been real. Adios. DC.